Wakubwa wahenga wanasema usipende kuhukumu kama hujui kitu ambacho unakihukumu, au usipende kuhukumu kama hauna uhakika na kitu ambacho una kihukumu. Na hii Mwanakitaa mimi huwa naitumia sana, na ngoja nikupe story ambayo imenitokea. Kuna mtu alitaka kuhukumu eti simu Kitaa tumemuuzia simu fake. Anyway, ngoja niende kwenye story Mwanakitaa. Kuna Mwanakitaa mmoja, au niseme kuna mteja alinunua simu kwetu. Baada ya kununua simu kwetu Mwanakitaa akaenda nayo kwake. Baada ya hapo akapiga simu akiwa na jazba kwamba mbona mmeniuzia simu copy, sijui mmeniuzia simu haina Face ID, nilikuwa nawaamini sana na nimefanya yote hayo kwa sababu nakuonaga kwenye Instagram. Alitoa maneno mengi inielewe kwamba hata mimi nikajisikia vibaya. Nikamwambia Mwanakitaa, hiyo simu ukija nayo ofisini kwetu nikafuatia details zikawa ni za kwetu na kweli ukagundua hiyo simu ni fake au ni kweli haina Face ID, na kurudishia hizo simu zingine, yani mbili. Kwa sababu anasema sijui alivyoenda kwake, sijui mpenzi wake, sijui kitu gani, amekagua ile simu ndo akamwambia simu ni copy. Nakwambia njoo na wewe mpenzi wako ndo hapa simu zingine mbili, na hiyo ambayo uko nayo ndawaachie in case ukakutana na hiyo simu ni iko kama ambavyo unasema wewe, yani haina Face ID alafu ni simu copy. Na niliongea hivyo kwa sababu naamini kitu ambacho nilikiuza, kwa sababu pia nilimuuzia ni simu na inactive. Wakati anaendelea kuongea hivyo akawa hataki kabisa kunipa muda wa kunisikiliza. Nikiongea hivyo anasema yeye anachotaka ni hela yake, haniamini tena. Sasa Mwanakitaa nikamwomba Mwenyezi Mungu hapo kwanza nisiwe na kauli mbaya ili nimsikilize yeye, kwa sababu najua kitu ambacho nimemuuzia sio copy. Kwa baada hapo Mwanakitaa muda ukapita, nikamtumia voice note kumuelekeza kwa nini unasema simu iko hivyo. Akatuma voice note. Cha kwanza kanielekeza nimekuta ina Face ID, sijui sehemu ya kuingia kwenye iCloud pale sijui pana kivuli siwezi kuingia na vitu kama hivyo na matusi juu. Sasa baada ya kusikiliza voice note nikajua huyu Mwanakitaa bwana kuna sehemu ameshajichanganya. Kwa hiyo nikamuelekeza sasa kumwambia hiyo simu yako cha kwanza sio copy, alafu pia hivyo vitu ambavyo unavisema wewe ni umeseti mwenyewe. Sio nini? Nikamwambia sikia nikwambie, kama uamini nenda kwenye simu yako, nenda kwenye screen time, then nenda kwenye content and privacy restriction pale juu i-turn off, au kama utakuturn off pale shuka chini utakutana na sehemu ya account, nenda allow, lakini pia shuka pale kwenye Face ID and passcode pale nenda allow. Baada hapo simu yako itaanza kufanya kazi kama kawaida. Baada ya kufanya hivyo nikaona kwanza kuna kimya kikatawala. Unafahamu kimya ambacho huwa kinatawala. Baada ya kumpigia simu akasema ni kweli bwana ni mimi mwenyewe. Nikamwambia hiyo hapo inaitwa hivyo, hiyo iko kwenye content and privacy restriction kwenye screen time, ni wewe mwenyewe uliset. Akasema lakini sikuset. Nikamwambia kwenye simu yako ya zamani itakuwa uliwe kusikiliza madarasa yetu na ukaset. Sasa ukihamisha vitu kutoka kwenye simu ya zamani kwenda kwenye simu mpya, vitu vinahama na settings zake, ndio maana iko hivyo. Basi bwana sijui na nini vitu kama hivyo, lakini aliona aibu. Mpaka leo sijawahi kumuona. Sasa Mwanakitaa nataka nikwambie, ingekuwa ni wewe sasa ndio mtu anakuhukumu na kitu ambacho amekiseti yeye mwenyewe, ungejisikiaje? Ni kitu ambacho kinaumiza. Kwa hiyo Mwanakitaa siku zote kabla hujahukumu au kabla hujamtukana mtu, koje alinitukana even though sio matusi ya ngono, lakini kuna namna yake mimi nilihisi kama ananitukana kwa sababu alikuwa anatumia shauti eti alikuwa anatumia shauti, alikuwa anatumia maneno makali, alafu yeye alichokuwa anakitaka ni hela yake. Baada ya kumuelekeza ile yeye mwenyewe hadi akaona aibu. Sasa aibu zote alizipata ni kwa sababu hakutaka kutumia busara. Mwanzo mtu angeniuliza simu yangu bwana nimekutana nao ina hiki na hiki na hiki, nifanyaje ili ikae sawa, ningemuelekeza mimi na yeye tungekuwa sawa. Sasa ni kama anaona kama huyu jamaa mbona nimemtolea maneno makali sana alafu mimi ndo nilikuwa nimefanya, au simu yenyewe ni nzuri. Kwa Mwanakitaa ni hiyo tu, nataka nikuelekeze hivyo. Lakini pia na wewe Mwanakitaa, ikitokea simu yako iCloud pale hauwezi kuingia na kivuli, lakini pia hauoni account, hauoni Face ID na passcode namna ya kuset pale, wewe nenda kwenye screen time tu pale utaweza kuseti na vitu vyako vitakaa sawa. This is Kitaa na kila siku tunaendelea kuwasanua. Kumbuka kwamba hapa ndo mahali pekee ambapo unajipatia simu original na sehemu pekee ambapo unajipatia iPhone 15 na iPhone 16 non active, S24, S25 pia unajipatia non active ambazo hazijawahi kutumika kabisa.